Tunapozungumzia ile kutekeleza amri za mahakama, ni amri zipi za mahakama ambazo unatakiwa kutekeleza? Ni kama zifuatazo. Moja kabisa, kuna hii kusambaza nyaraka. Wewe unakuwa ni msambaza nyaraka wa mahakama. Sasa hapa inategemea ni mahakama ipi imekupa kazi. Kwa hiyo kwenye kutekeleza mahakama ile kutekeleza ili jukumu la usambazaji wa nyaraka. Nyaraka ni nini? Nyaraka tunasema ni ile tumezoea tunaita summons au wito. Una mtu wako mmefight, mmekwaruzana, anaitwa mahakamani. Kwa hiyo ule wito ndio tunaita nyaraka. Sasa kuna taratibu namna ya kumpelekea. Kwa huku mtaani unaweza ukaona ni kazi rahisi kwamba nampelekea tu karatasi. No, kuna taratibu, kuna process za kufuata. Kwa hiyo lazima uwe mtaalamu ili uweze kufanya jukumu hilo. Lakini nyingine pia amri ya mahakama ambayo tunaweza kutekeleza ni kwamba pale tunapewa, hakimu anaweza akatupa amri ya kwenda kukamata. Hapa tunazungumzia kukamata mali, kukamata magari, nyumba, thamani na vinginevyo ambavyo mahakama imeamuru kukamata. Lakini pia vile vile ya mwisho kubwa kabisa ambayo huwa inazua gumzo mtaani, ile amri ya kwenda kuuza nyumba. Nadhani wengi ni mashahidi, mmekaa mtaani mnasikia nyumba inauzwa na mahakama, nyumba inauzwa na mahakama. Hizo ndio kazi ambazo tunazifanya, na hata baadhi ya nyumba ambazo tunaposti hapa mtandaoni nyingi tumepewa ni amri ya mahakama. Kwa hiyo huyo kiuchache ndio dalali wa mahakama na majukumu yake ambayo anapaswa kufanya. Lakini angalizo, mahakama ina kazi nyingi. Kwa hiyo inawezekana katika niliyoyataja haitakuwepo nyingine, lakini mahakama ikiamuru nitekeleze, siwezi kupinga, nitatekeleza jukumu hilo. Huyo ndio dalali wa mahakama. Asante sana.